Kijana, vita ninayopambana nayo ni kubwa sana kwa upande wangu, ila bado sijakata tamaa. Nitapambana mpaka mwisho wake. Nataka nikwambie kwamba nafsi ya Zuhura iko nyumbani kwa baba rafiki yako. Yaani unamaanisha nafsi ya mke wangu iko kwa kina Sago? Sasa mbona kuniambia mapema mganga? Mimi nawajua binadamu. Ningekwambia mapema, lazima ungeanzisha tafarani. Ndio maana sikutaka kukwambia. Sasa mganga, tunafanyaje kuhusu hilo? Usijali, mimi nitakusaidia. Sawa, mimi nimekuelewa mganga. Naomba jitahidi nafanya hivyo. Ila ukishindwa, wewe niambie, mimi nitajua nafanyaje. Wewe niamini mimi. Nitairudisha nafsi ya Zuhura kwenye mwili wake, nawe utafurahia. Ukweli unajificha, ukweli unajificha, ndio unaumiza. Ni ukweli unajificha, ukweli unajificha, unaoniumiza. Ni ukweli unajificha, ukweli unajificha, ndio unaoniliza. Bazu, za masiku. Mzuri. Vipi wewe? Safi, za kunisusa. Si hata sija kususa rafiki yangu. Yaani toka nimekugana namba yangu ya simu, ndio hujanitafuta ukamua unisuse kabisa. Ndugu yangu, hata sija kususa. Toka siku ile tuliongea mimi na wewe, nikapatwa na changamoto. Ipi tena? Simu yenyewe nimeibiwa. Pole. Ndio maana nikaona kimya, nikasema huyu Bazu hata kunipigia hata meseji tu. Jamani, hapana. Kwa kweli nilichukia kwa hilo jambo. Maana kama nimeona umenisusa hivi. Ila kwani wewe una taarifa? Mimi sina habari. Nini tena? Zuu anaumwa. Mimi sijui. Zuu anaumwa, lakini sisi hatujui anaumwa kitu gani. Maana tumeenda kwa madaktari huko hospitali, wamempima vipimo vyote, hawajaona tatizo lolote, lakini Zuu anaumwa. Jamani, madaktari wenye madigrii zao wamempima, haumwi chochote. Nyie mnasema anaumwa. Yaani mnanivuruga mie mpenda umbea. Sasa hata sijui nikienda kuelezea watu umbea sijui nawaambiaje. Sisi wenyewe hatujui tufanyeje. Tumechanganyikiwa. Hatuelewi hata tufanyeje. Kimi mwenyewe nipatwa na changamoto. Changamoto gani? Mwenzangu yule bwana mmoja kaniacha. La pili, simu nikaibiwa. Kwa hiyo hata hapa sasa hivi ukinitafuta simu siko nayo hewani. Haya, na wewe nikupe pole. Nishapoa. Ndo harakati za wauni hizo. Du. Sasa baadaye basi uje nyumbani, tuje tuyajenge. Hapo sasa umeongea. Lakini sasa kuna kitu nataka nikukumbushe. Pale nyumbani sasa hivi yule kakaangu Ndaza alienda South kuweka sharudi TZ. Hapa mtaani kasharudi. Ndaza huyu? Toba roho yangu. Ndaza huyu mvuta bange muni? Ndio yeye sasa. Kakaangu amie. Kabari zisharudi. Anapiga kabari yule mtatabiano. Yaani watu watazikoga kabari mwana hazumwa kabisa. Hamna shida. Mimi namjua. Yule najua muda wake wa kutoka. Akitoka tu kwenda kupiga vitu vyake. Mimi nachomoka fasta na kuja kwako. Basi sawa, ninakusubiri. Sawa, usiniangushe tena. Usiwe na wasiwasi.
za Zura, sio? Shenzi mkubwa wewe. Nikwambia mimi uniwezi. Nitakwanga misali. Siku ya Inga mmoja wewe. Nilikwambia umwambie baba yako, ila wewe unaleta ukaidi. Sasa ngoja nikuonyeshe. Nilikwambia kwamba nitakusaidia, ila nimepambana kwa uwezo wangu wote, nimeshindwa. Hivyo inabidi niende katika mizimu yangu nikafuate nguvu, nikirudi niweze kupambana na huyo mzee. Mganga, mbona sikuelewi? Wewe ndio uliniahidi kwamba utanisaidia, lakini wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kuacha Ndara. Usifanye hivyo bana. Uliahidi tutapambana wote kwa pamoja ili mke wangu awe sawa. Sasa wewe tena ndio unashindwa, unasema unataka kuondoka. Sio kama nimeshindwa, ila kanizidi nguvu. Ngoja niondoke, nikirudi mambo yote nitaweka sawa. Hey. Shikamoo mama. Shikamoo inanihusu nini mimi? Nani kakwambia uje nyumbani kwangu? Wewe kumfanyia haya mwenzio wewe? Makame, naye kujua mimi na Sago mlikuwa kama ndugu, wote mmetoka kwenye tumbo hili. Wewe kuchukua mke wa mwenzio? Sasa hizi unakuja kufanya nini nyumbani kwangu? Naomba utoke. Mama, nipe basi nafasi ya kujieleza. Ujielezee ulivyomtaka mko yangu? Naomba uondoke. Naomba uondoke. Sitaki kukuona mimi. Kweli? Makame una haya wala ujui vibaya. Hivi kitendo ulichomfanya mzee unaona cha kawaida? Nilivyokuwa nakuthamini mwanangu. Ama kweli. Hapana, naomba utoka. Sitaki chochote, naomba uondoke. Hebu ondoka kwanza. Maana kama nakubembeleza vile. Hebu ondoka nyumbani kwangu.
tupo. Upo rafiki yangu? Nipo za siku. Sasa nimekutafuta kwa muda mrefu sana. Yaani siamini macho yangu haya kama leo nimekuona Swahili. Vipi za maisha? Changamoto? Nikuulize kitu. Vipi mtoto wangu? Yuko wapi kwa sasa? Hivi tupo wewe. Kipindi ulichoniacha na mimba, ukujali nini, ukaamua kunitelekeza tu kwa kifupi. Yaani ukijua anapitia mazingira gani mimi ya mtoto. Ya mimba kwanza mpaka nakuja kujifungua. Mwaka gani ule mpaka saa hizi unakuja kumuulizia mtoto? Mtoto yupo. Vizuri. Kimya yangu yote hii, lakini unasema kimya kingi kina mshindo. Nilikuwa najitafuta kwa ajili ya maisha ya mtoto wangu. Ni vizuri zaidi kuniambia kwamba yupo, basi naamini kwamba ataishi vizuri. Kwani unasema nataraji kumwona mwanao? Kabisa. Mtoto yupo. Mimi nimempa baba mwingine. Ati? Unaniambiaje? Yupo na babake mwingine na ndo amemlea mpaka sasa hivi, na huyo baba anaamini yeye ni mtoto wake. Kuniambia kama hilo. Na umri wangu huu unavyoniona, umeelewa vizuri Sina mtoto hata huyu mmoja. Ndio maana nahangaika kutafuta mtoto wangu yuko wapi. Leo unaniambia mtoto wangu yupo, alafu unaniambia eti nimempa baba mwingine. Mtoto anakuwa na baba wawili? Haijawahi kutokea hata siku moja. Mimi ndo baba yake. Huyo mwingine ni kopi tu. Mimi ndo baba yake. Huyo umempa kwa mapenzi yako. Mimi sijui hilo. Mimi nahitaji mtoto wangu. Mtoto ana baba yake. Huwezi kuniambia neno kama hilo. Kweli gani ulojificha? Yangu ndo imegeuka vita. Ni ukweli ulojificha. Ni ukweli ulojificha. Ndo unaoniliza. Ni ukweli ulojificha. Ukweli ulojificha unaoniumiza. Ni ukweli ulojificha. Ukweli ulojificha ndo unaoniliza. Ni ukweli ulojificha. Ukweli ulojificha unaoniumiza. Bariga. Shikamoo. Mahaba, salama? Ndio kama hivyo unavyoona. Ndio. Sawa. Kwema kabisa Ndio hivyo, shikamoo. Maendeleaje bibi? Kama hali unavyoiona. Fadhali ya jana. Mkwe. Huyu mimi ni rafiki yangu. Na amenieleza kila kitu kuhusu wewe na huyu. Kama wewe huyu ni mjomba yako. Hivyo basi, naomba unisamehe sana kwa yote ambayo yaliyojitokeza siku za nyuma. Umeelewa baba? Na kwa sasa kama nilikuozesha ndoa ya mkeka, lakini kwa sasa nakukabidhi kabisa huyo ni mkeo. Na maisha mengine yaendelee. Au unasema mzima sana? Nadhani uko sahihi. Nadhani baada ya sarakazi hizi na zile kutokuelewa, lakini umekuja umeelewa. Na bado jambo lenyewe ni la kheri. Naelewa vizuri Mimi naamini kwamba ule uzungumzo uko sahihi na aendelee kuishi na huyu mke wake, lakini tu kilichokuwepo ni kwamba kwa sababu huyu bibi anaumwa. Kama anaumwa, mimi na wewe tushirikiane. Umeelewa Tujue huyu matatizo yake yanaishaje. Sawa, na wewe ndio baba yake, mimi ndio mkwe wake. Sawa sawa. Tukishirikiana na kijana wetu, tujue binti huyu anapataje nafuu. Hamna shida. Hapo tuko pamoja. Baba, umeelewa? Umeelewa mzee. Umenisamehe? Bila shida kabisa. Haya. Shikamoo. Salama. Sasa mzee mwenzangu, mimi hicho nasema kwamba kutokana na matatizo haya, nadhani ni swala sio la kumwachia yeye peke yake. Ndio. Inatakiwa kwamba mimi na wewe tushirikiane na huyu mume. Ndio. Tujue anaponaje huyu. Sasa bwana, mimi hapa nishakuja na share. Share nimekuja naye hapa, lakini share alichokisema kwamba huyu tunaomuona hapa sio mwenyewe. Hichi ni kivuli. Anamaanisha nini?
Mjomba, kama anavyosema baba, huyu tuliokopo naye hapa sio huyo mke wangu. Hiki ni kivuli na nafsi yake ipo huko, na nilijaribu kwenda lakini sikusikilizwa kwa chochote kile, nilishiwa kufukuzwa tu. Mimi naamini kwamba sehemu ya kuanzia tumeipata. Sawa sawa. Sisi kama ni watu wazima, tukishirikiana na huyu, tumchukue tuende naye huko. Twende sisi wote. Sawa. La kufanya sijui, bado nateseka. Ni kweli gani ulojificha? Yangu ndoa imegeuka vita. Ni ukweli ulojificha, ni ukweli ulojificha, ndo unaoniliza. Ni ukweli ulojificha, ukweli ulojificha, unaoniumiza. Ni ukweli ulojificha, ni ukweli ulojificha, ndo unaoniliza. Ni ukweli ulojificha, ukweli ulojificha, unaoniumiza. Niliza nini ndugu yangu, kumbe ndo adui wa baba yangu. Dunia naiona chungu. Sungula amegeuka chui, rafiki amekuwa adui. Hodi. La kufanya siri juu. Hivi wapo wenyewe kweli huko? Hodi. Karibu. Siwema, kumbe unaishi hapa? Umeona Mungu alivyo mkubwa eh? Kila ninavyokwenda hivi tunakutana. Damu ya mtu haipotei hata siku moja. Fanya unavyofanya. Si unakia tukipishana asubuhi, jioni tunakutana. Naomba mtoto wangu. Siwema, naomba mtoto wangu. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia neema zote tulizo nazo ikiwemo ya uzima. Lakini pili, nichukue fursa hii kuwashukuru vijana nyinyi wa sanaa za Kitanzania kwa kutembelea katika kijiji chetu cha Kibamba, nasi tuliwakaribisha vizuri. Tumekuwa nanyi katika kipindi chote wakati mnafanya shughuli zenu za kisanaa, lakini Mwenyezi Mungu ametujalia tupo salama mpaka sasa na mnakwenda kumaliza shughuli zenu mkiwa bado mpo salama. Sisi tunawashukuru sana kwa kuja katika kijiji cha Kibamba na tunawakaribisha tena na tena. Wakati wowote mtapojisikia kufika hapa, karibuni sana, tutapokea na tutaendelea kushirikiana nanyi bila tatizo lolote. Kwa majina mimi naitwa Fadhili Athumani Yoba, ndiyo mwenyekiti wa serikali ya kijiji hiki cha Kibamba. Asante sana mwenyekiti. Nami kwa niaba ya vijana wangu hawa, nasi tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa, hasa kwa uongozi wa kijiji cha Kibamba, kwanza kwa kutukubalia kuja kufanya kazi zetu katika kijiji hiki, lakini pili kwa ukarimu wenu, utu wenu na ubinadamu mmetuonyesha. Tangu tumeingia siku ya kwanza mpaka leo hii, hakuna jambo baya lolote ambalo limetufika sisi. Kila tunapopita
tunacheka na watu wote. Hii ni shukrani zetu za dhati, na tunakuomba mwenyekiti usipokee kwa niaba ya hawa vijana wangu. Na sisi ahadi yetu ni kwamba hii kibamba tunataka tuifanye kama iwe ngome ya kwetu sisi, kama kiwanda chetu cha kisanaa tuje kukiweka hapa. Tuna mipango mingi, tuna project nyingi, na kwa namna mlivyotukaribisha na mlivyotupokea, hii inatupa morali na moyo kuwa tunaweza tukabaki hapa tukafanya hivi vitu vya hapa, lakini pia tukasaidia hata vijana wa Kibamba kuwapa taaluma hii ya uigizaji. Kiufupi ningependa nimtolee mfano huyu binti huyu hapa. Huyu binti ni mwenyeji wa hapa, lakini wakati tulipokuwa na mapungufu baadhi ya watu tulimjaribu. Baada ya kumjaribu tukamuona anafikia viwango vyetu, tumemshirikisha na akacheza kwenye sehemu kubwa tu. Mtaona kitu ambacho nachokisema na kitu alichokifanya. Hili ni zalio la Kibamba. Kwa hiyo tunaamini kwenye Kibamba kuna talenti nyingi. Kwa hiyo uwepo wetu wa baadaye inawezekana tukaibua na vijana wengine. Kwa hiyo tukasema kwaje tutoe neno la shukrani kwenu mlivyotupokea, namna mlivyotujali na namna mlivyotupa, yani kila kitu ambacho sisi tumehitaji. Kiukweli hatuna deni na nyinyi. Ila sisi kama binadamu, kama kuna mahala tumekosea, basi tunaomba mtusamehe, kwa sababu si binadamu kile kaombewa makosa kidogo. Mimi kwamba niseme tu karibuni sana, karibie, sisi tupo pamoja na nyinyi, na tuseme tu mmetuheshimisha kijiji chetu. Lakini moja tutakachokuombeni wadau wetu wote, msisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili kazi itazamwe na watu wengi zaidi, kwa sababu kazi yetu ni za kijamii, ni za mafundisho. Muona kuna burudani ndani yake, kuna kucheka ndani yake, lakini kuna mafundisho pia. Kwa hiyo tutaomba hilo mtu support jamani. Tunasema asanteni sana. Sisi tumemaliza. Nimekosa msaada.